Naam, tupo kwenye ukurasa mwingine ambao huu ni report page au screen, ambapo hapa ndipo ripoti zote zile za msingi utakapozipata. Okay, so najua pia mwanzoni nilisema kwamba kuna ladha postmail ambayo ni mfumo kwa ajili ya reportings, lakini nitaweka baadaye tofauti uko wapi. Sasa hivi tuende kwanza na explanation kuhusu hii kurasa bila sana kuhusu issue gani haswa hivyo. Yeah, so nikijirai tena hapa nilichokuwa nakifanya kule kwenye dockets and receipts kule kwenye posts au nilivyokuwa close ile docket imeweza ku affect the cell kwa sababu what is counted ni paid, sio all dockets open hivyo. Hapana, tunaangalia kile kitu ambacho kimeuzika, na kitu ambacho kimeuzika ni kile ambacho kimelipwa hivyo, sio ambacho kimetoka, maana yake inakuwa tuna idea ni hiyo uzo. Naam, sasa hapa leo ni mauzo ya leo. Kwa nikiuza kesho kutwa ita sum up inawasema total sales lifetime. Ni kulingana na range of time ambayo tumechagua hapa, lakini pia inaonekana hapa. Hapa ni kwa ajili ya sales ambazo zimefanyika leo peke yake. Hapa ni order zote kulingana na muda huu ambapo tumechagua hapa. Lakini pia hapa avoided order ni zile ambazo zimerudishwa, zimekataliwa na vitu mbalimbali hivyo. So unapoona hapa space hii utakuja kuona baadaye the main reason why kuna space hapa, nitakuelekeza kwa nini inaaffectiwa na masuala zima expenses ambapo it is empty, hazipo. Okay, so let's get back to reports hapa. Ukiona hiki cha kwanza ni sales, hapa ni expenses, hapa ni profit. So assume leo tuna in expenses everything minus shwari. Itapa sana kwenye biashara yote inawezekana kuna goods zinazoingia kwa ajili mlipa toa huduma yote mengine nje ya biashara yetu, lipa umeme, hapa tuone kwa sasa hivi kama tunashomu kwamba haipo hivyo. Yeah, so hapo unaweza kupata ripoti za order details, utajenerate tena, utaziona. Ni kama page ile tu ya orders but in summarization. Unaweza kaangalia pia hapa kwenye inventory impact ka generate. Okay, so umeona hapa unaposema total inventory value it is 0. It was supposed to show us the really number of the value ile ya cost kama cost, lakini kwa sababu kule cost ni 0 ndio maana umeona hapa pia ni 0 kama 0, lakini tunaona kwamba low stock items ziko 88. Okay, kule kwenye settings kule kwenye vitu uliweka kwamba zikifika minimum 5 basi mzigo uwe kama categorize kwamba low stock item hivyo. Unaweza kana mzigo uko na mmoja hivyo. Kwa unaweza kubadilisha tu minimum labda kule kwenye inventory tena sasa utaona pale ambapo unabadilisha unaweka hivyo. Lakini pia kuna high turnover items out of 33 of stock in hivyo. 63 not in menu hivyo. Anyway, yeah. So top items bila zipa ambazo zinatoka sana. You have to know uweze kukaa na mzigo muda mrefu ambao utoki sana. Kwa utakuwa collectia kabisa hapa with respect to numbers hizo, total sales ni ngapi, pamoja pia na percentage per total sale ambayo imefanyika hivyo. Yeah. Unaweza kuangalia katika day, monthly hivyo ukafanya kutenga namna hiyo. Lakini pia hapa tunaweza kufanya kama mwanzoni pale tunafanya filtering au generation ya ripoti ambayo ni nini? Ni ya sales. Okay, then hapo kama unavyoona kuna download button ya kwanza, download report ya kwanza, kuna download to the summary. Okay, hapa nilivyosema awali nilisema hapa ni ile kudownload report per range of time ambayo umedefine hapa juu hapa. So report yetu imedownloadiwa, imekuwa stored hapa kwenye documents other post/reports. Tukaifungue tuone na vitu gani kule ndani. Ipo tayari hapa, tuende kwenye reports. Yep. So unaweza kuona hizi hapa ni report. The PDFs are colorful kwa wale ambao wanapenda kuwa na kuprint nini hivyo. So mbaya. Yeah, so sorry. Yes. Lakini pia kuna hii download today summary. Hii commodities kaongana na mauzo ya leo tuliyofanya. So yenyewe pia tena kwenye today summary ambapo hii inaonyesha inakupa hii hapa simple summarization, pia hapa key metrics tutakuonyesha mauzo ya leo expense ni 0 kama nilivyosema awali, order ziko 6 tu, so item ziko 11. Okay, twende kwa tukaangalie ikoje.
kwenye reports, ipo kwenye daily summaries, ipo kwenye reports. Daily summaries hii ya mwisho, na kizuri ni kwamba inakuambia mpaka tarehe. Labda nikusaidia kitu kimoja. Ukiangalia hapa kwenye today's summary, kuna mwaka, mwezi, tarehe ya siku husika, muda ambao nimegenerate hii ripoti ambayo ni kwa ndani ya masaa 24 na 18:45. Kuna hapa ni second ambao nimegenerate 36. Okay, sawa. Hapo hii ripoti tukifungua tunaiona ina kwanza na peji nyingi zimeshiba, ambapo imejigawa sehemu tofauti tofauti. Tutembelee tuangalie vipengele vyake. Hapa ni financial summarization ambayo inajulikana wazi clear iko vipi. Hapa pia kuna mchanganuo umefanyika wa Microsoft wamefanyika sehemu tofauti kwenye Alopesa, M-Pesa na kadhalika. Imekuonyesha bwana haya mauzo yake yote yamegawanyika katika mchanganuo hii. So hata anayetoa huduma anapaswa pia kuwa careful asiingize entry ya data ambayo sio. No expense iliyofanyika. Soda items hizi hapa, unique items kwa 7 hivyo, hakuna order ambayo okay. Kuna orders ambazo zipo open zenye thamani hii hapa. So inaweza katokea kwa sababu watumiaji wa software ni wako wengi, kuna wale ambao watakuwa wako directly wanatumia mfumo, kwa maana kwamba moja kwa moja, ambapo unaweza kutoka baada kwenye account zao hawajazifunga zile dockets. So utaona kwenye report kuna 3 order ambazo zilifanyika ambazo hazijafungwa, na ni kwa nini hazijafungwa. So mnaweza kutoa report baada sawa kwa uzembe na vitu kama hivyo. Yeah, open order ni ipi ambayo iko wazi ni hii hapa, imeonekana kwa sababu na order ambayo iko wazi ni hapa. Okay, zipo zingine hizi hapa, Jennifer customer hii hapa inaonekana zote hizi hapa. Okay, the inventory impact ambayo ndio much more important. Hii ndio ambayo inawafanya watu wengi sana wakae muda mrefu wanafanya mahesabu asubuhi mpaka saa 4, baa nyingi sana tunaangalia au mgawa mingi hivyo. Sasa hatuna haja kuangalia impact ya yote kama yote, kwa sababu zilizouzika ambazo ni zipi ni hizi hapa peke yake. However, kwenye report unaweza kudownload the impact peke yake ya inventory kama unaweza kufanya hivyo, lakini nimerejea kwenye source impact kwenye daily report. Kwa sababu gani? Uweze kuona exactly bidhaa gani zimeuzika, ili kesho uje bwana nafungasha hesabu bwana, mzigo wangu naweza kupata Absolute Ruby Red 750 haipo kesho, ama leo haipo. Kwa hiyo leo uweze kipatikana, labda inawezekana leo bwana ndio siku za kufunga wiki, basi utoe mapema uweze kuiona kwamba asubuhi utakapokuwa unafunga hesabu, hata kama iko ni usiku, ndio bwana kesho mimi asubuhi yangu kwenye na mzigo wangu at least 5 nitoe order kwa boss wangu, hivyo zije hivyo. Hii hapa ziliuzika zimeisha, maana baada ya kuuzika zimekata hivyo. Yes. Yeah.